Yesu kwetu ni rafiki wa haja pia, tukiomba kwa Baba maombi asikia, lakini twajikosesha, twajitweka vibaya kama tulimwomba Mungu, dua alisikia. Asanteni sana kwa mara nyingine tena watazamaji wetu wa Omega Media, tunawakaribisha. Kumbuka kwamba safari ndio hii tu. Hapa siku ya leo nimeweza kuwaletea wasanii wanasema wanaita soloist artist kama sijakosea, ndio hivyo. Sasa hawa ni wenzetu, tutaweza kuwajua, alafu tutaweza kujuzana moja mbili, itakuwa inapendeza na zaidi. Habari ndugu? Salama sana kaka. Tukuite nani? Mimi najulikana kama Elia Kimutai. Elia Kimutai. Yeah. Asante sana. Habari ndugu pia? Salama pia kaka. Mimi watu uniita Ubukol David. Watu ukuita, lakini jina lako ni jina langu ni hilo tu ambalo watu uniita. Haya basi, karibuni sasa muweze kujihisi huru. Asante. Na naona mmevalia tai, mimi mwenyewe ndo ni kama tu hapa sina. Ile tai ni ngapi? Ni pesa kidogo tu. Pesa kidogo. Pesa kidogo. Pesa zile ambazo mtu anamudu. Ni 10,000 za Uganda. 10,000 za Uganda. 10,000 za Uganda. Yeah. Kwa hivyo naona mnaimba vizuri sana bwana. Alafu kuna hii kitu hapa hivi Hii sasa hii ndio inaitwa aje ndugu yangu hii? Hii ni guitar. Inaitwa guitar. This one is acoustic guitar. Acoustic. Ni jina lake inaitwa acoustic. Acoustic. Nilikuwa nafikiria ni ile ya bei kali. Costly, acoustic. Ama inatoka kule pwani? Hapana. Kuna guitar aina kadhaa. Kuna acoustic guitar, ile unatumia bila kutumia electric, bila kuhitaji any power. Yeah, but kuna electric guitars pia, kuna ile ya solo, ya bass. Yeah, lakini acoustic unaweza cheza popote, unaweza ingia mtoni, msituni hivi, kwa forest na unaendelea na shughuli zako. Yeah. Kwa hivyo unaweza hivyo kucheza hii gitaa ambayo unaisema? Najaribu. Bado naendelea kufanya mazoezi. Yeah. Alafu upande wangu wa pili huko hivyo kuna ndugu anaitwa Devi, namna ambavyo ameweza kuambia. Nimemjua mara mwingi sana kama mfawidhi ama ukipenda MC. Yes, siku zote anapenda kusimamia sherehe mbalimbali, kama una harusi pale, kama uko na matanga, mchango yoyote pale, yeye siku zote yuko kwa ajili yako. Alafu vile tena ni mwalimu wa uimbaji na pia tena ni mwalimu wa darasa, sivyo? Ndio. Nimekosea ama uko sawa kabisa? Hivyo. Hujatoka mada, uko sawa. Wewe sasa ndo unashirikiana na huyu mjamaa kupiga muziki? Ndio. Sawa. Maneno leo iko hapa hivi. Mtazamaji wangu, mtu yote anaweza piga ama lazima uende darasa? Actually lazima ukuwe na idea, umefunzwa kidogo. Ukuwe unajua pattern unaweza guza ndio itoe sauti. Kwa lazima kuna pattern unaguza ndio itoe sauti. Huwezi cheza tu na itoe sauti. Kama gani? Hebu tufunzane kwa ufupi hapo. Ikiwa umeishika hivi gitaa yako, ukicheza hivi bila kuguza mahali popote, unasikia hiyo harmony haiko in harmony, hizo sauti haziko in good harmony. Harmony yake haiko sawa. Lakini mfano nikishika pattern, nimeshika hivi, unaona hizo sauti zinakaa zimepangana. Inabadilika. Yeah, kuna harmony hapo inasikika. Unasikia kuna vile ina sound vizuri kidogo. Sasa unashika namna gani? Sasa hapa itakuwa ni lazima darasa ianze ndio ujue vile ambavyo utaweza kushika. Hapo lazima uende darasa. Lazima ukue at least darasa kidogo. Alafu hizi vitu hizi unajua mimi naona sijui. Hii inaitwa tuning pegs. Hizi
zinatumika kukaza au kulegeza hizi kamba. Iwapo Ashumu unataka itoke bass, unafanya namna gani? Bass una kukaza, utakuwa unapeleka iende high. Sasa bass utakuwa unarudisha nyuma, unaifungua. Hebu tufanye majaribio kidogo. Kwa mfano, kuna hiyo sauti inatoka hivyo bass, nikiifungua ifungua inakuwa bass kabisa. Inakuwa bass deep. Nikikaza naona hiyo sauti pitch inapanda. Hivyo. Kwa hivyo ni hivyo, ukipanda inapanda. Alafu pia iko na A string ya chini ni sauti ndogo. Ya juu kabisa inakuja inapanda ikikuja bass. Kwa hivyo ya juu kabisa ni bass. Ya chini kabisa ni tumeenda high. Kwa hivyo wakati ambapo unajihusisha na hii hii uimbaji pamoja na hii instrument ni kipaji ama lazima uende shule? Kwa sababu nimeona hapa ndugu yangu Devi anapiga tena nyingine mzuri sana. Kwanza mnaimba nyimbo za gospel, sio? Mnaimba nyimbo gani? Bongo? Hapana. Yokote, aishuga, sukari, namna gani? Naam. Jinsi ulivyosikia, ukijaribu kusikiliza huo wimbo ambao tumetoka kuimba sasa hivi, ni wimbo ambao unahusika na ibada. Kwa hiyo mara nyingi sisi hucheza nyimbo ambazo zinahusikana na ibada, nyimbo za kumtukuza Mungu na mengine kama hayo. Nyimbo za dunia kidogo tumejitenga nazo. Kwa mfano zile za akina Diamond, Kwangwaru na mambo mengine kama hayo hatujihusishi nayo sana. Sisi tunaimba nyimbo za ibada na zile za kuangua nyoyo. Za kuokoa nyoyo. Kuokoa nyoyo. Kwa mfano lazima mtu anaweza kuwa amepondeka mahali ana huzuni. Sasa sisi tunamfariji. Nyimbo kama hizo ndio sisi tunashughulika. Unawatia matumaini pale. Tia watu mioyo na matumaini. Alafu unajua umesema tu vizuri kwamba nyinyi mnaimba nyimbo za kumtukuza Mwenyezi Mungu. Naam. Unajua nyimbo zile zingine kule kuna zile sheria, si ndio? Alafu kuna hiyo tofauti. Naam. Kuna tofauti gani kati ya nyimbo hizi za huko na hizi zenu hizi? Tofauti. Kwa mfano tukija kama nyimbo za dunia. Zile nyimbo mtunzi au yule mwimbaji anapoimba zile nyimbo, kuna baadhi ya sheria wao wanakuwa nazo. Kwa mfano huwezi ukarudia kuimba wimbo wa mtu mwingine. Kwa mfano tuseme kama Diamond ametoa wimbo wake, wewe huwezi kutoa huo wimbo tena ukaurudia. Ukirudia unafungwa. Unashikwa, unawekwa ndani. Huo ni wimbo wa mtu. Lakini sisi nyimbo ambazo tunaimba ni nyimbo huru. Labda zile zimetungwa tu. Kwa sababu zile zinatungwa alafu zinapewa kikundi fulani. Sasa hicho kikundi kitakuwa kinamiliki huo wimbo. Lakini ni wimbo ambao mtu mwingine akitaka kuucheza mahali anaweza akacheza. Anaweza kuimba, anaweza kaucheza, lakini tu mahali ambapo anafungwa ni hawezi rudia tena kuutoa huo wimbo. Lakini hawezi akarekodi tena. Lakini sisi unaweza rudia. Unaweza rudia, ila kuna vigezo ambavyo utapatiwa. Kuna kile kitu kwa Kiingereza kinaitwa copyright. Copyright. Sisi nyimbo ambazo tunaimba most of the time zile copyrights huwa wanasema it is reserved by a certain group. But with us the copyright is free, it is open, anyone can acquire it. Mtu anaweza itumia. Mtu yote anaweza itumia. Alafu tofauti nyingine, nyimbo hizi zenu labda mnapoimba inaweza kuchezwa mahali popote pale. Na wimbo wetu huwa unachezwa mahali popote pale. Yaendea ni jambo gani linatendeka. Kwa mfano tuna sherehe, kuna nyimbo za sherehe lakini bado ni za kumtukuza Mungu. Kuna nyimbo za matanga, bado zipo za kufariji, lakini zinahusikana na Mungu. Nyimbo zenu hizi zinaweza pigwa kwa club? Kwa kilabu kidogo. Kwa sababu unapata kilabu inashughulika na mambo ya dunia sana. Na hata ukijaribu kuangalia pia nyimbo kama hizo si rahisi kuchezwa kwa shughuli kama hizo. Watu wanataka nyimbo za kunengua kiuno. Haitawaburudisha. Itakuwa ni vingine. Inaweza leta usingizi hata kwa club. Kuchangamka itakuwa. Mtu ameshika chupa yake hapo
ako na pengine na mtu wake walifuatana naye, kwa hiyo wanataka kuchangamka. Lakini nyimbo zetu unaona mara nyingi ni zile za kwenda zimetulia pole. Sasa mtu akishika wimbo kama huo, unaona atalala, atakosa huo muda wako, itakuwa balaa. Acha nimpe mwenzangu kwa hivi hizi vitu bwana, sijaizoea bwana. Alafu nini nyingine tofauti nyingine pia kwa hizi nyimbo na hizi, umetupa mmoja, umetuambia kwamba yenu iko huru, inatumika popote pale, alafu yao imeweza kufungiwa, kuna date restriction. Kuna tofauti nyingine? Nafikiria ni hizo tu, labda kama ulikuwa na zingine tutaenda kufanya uchunguzi zaidi tupate kujua, lakini kama nilivyotangulia kusema tofauti ni mbili kufikia sasa. Tofauti ya kwanza tumesema ni nyimbo za ibada zinahusika na Mwenyezi Mungu, kumaanisha ni nyimbo takatifu. Alafu pia ukija upande wa harmony pale, harmony hapo hivyo unajua huwa wanasema kwamba kuna sauti ngapi? Sauti ni 4. Kuna sauti 4, si ndio? Ndio. Kuna wacha tutaje bwana, tusaidiane kutaja mwenzangu pale. Sauti ya kwanza. Sauti ya kwanza hiyo ndo gani? Sauti ya kwanza inaitwa soprano. Soprano. Ndio sasa. Alafu ya pili? Sauti ya pili kuna alto. Hiyo inakuwa namna gani? Labda kaka nisaidie pale hivi kidogo. Hiyo pia ni bado sauti ya kina dada, lakini sauti ya kina dada kuna soprano na alto. Soprano wako juu kidogo, alto inafuata hapo, iko chini, inakaa kutulia hivi. Iko lower, iko deeper kidogo than soprano. Alafu sauti ya tatu? Sauti ya tatu ni tena. Hiyo ndio inaitwa tena. Inaitwa tena. Tena. Tena na tena. Tena na tena. Lakini sio hilo tena nyingine. Tena ambayo ni tena sauti ya kuimba. Kwa hivyo mtu mnapokuwa pale kwenye mazoezi alafu mtu aseme hebu rudia tena. Sasa amesema tena warudia ama mrudie kwa mara nyingine. Labda kulingana na maelekezo atakuwa amepeana, atakuwa amesema kwa mfano ni sauti hiyo imekuwa ikiimba. Kwa hiyo akisema rudia tena inamaanisha hiyo sauti ambayo imekuwa ikiimba warudie. Bwana wewe hapo kuna mkanganyiko pale bwana. Kwa labda kwa kutofautisha wakati ambapo tunaandika zile kutamka ni sawa, lakini kwa kuandika kuna tofauti kidogo. Tofauti. Kwa kuandika unapata tunaandika hii ya kuzungumza ni T-E-N-A. Hizo sasa ni Kiswahili. Hicho ni Kiswahili. Alafu ile sasa sauti ni T-A-N-O-R tena. Hiyo ndio sauti ya wimbo sasa. Kwa hivyo sasa kwa huu uimbaji wenu kuna hizo vigezo sasa. Mtu huwezi kuimba tu sauti yoyote. Ukija tutakupatia kwanza nafasi uimbe, tukitaka kujua wewe ni wapi unaenda. Na kwa kuimba hapo sasa itatusaidia sisi kujua kama wewe ni mtu wa kuimba ile sauti ya kwanza ambayo tumesema ni soprano, sauti ya pili ambayo ni alto, ya tatu ambayo tumesema ni tena, alafu kuna ya mwisho ambayo inaitwa bass. Sasa mimi nataka nijue yangu sasa. Hebu mnipe hapo hivi mmoja hapo wewe tuimbie wimbo ambao unaujua, hiyo ndo itatusaidia kujua sauti. Chagua wimbo ambao unaujua. Nichague wimbo. Wimbo wako ambao unaupenda, unaupenda. Hata kama wimbo tu wako ama ni wimbo wote tu. Wote. Taimba gani? Nyinyi mnisaidie bwana. Nyimbo zipo nyingi. Mfano unajua sina uzoefu wa imbe gani bwana? Nimekupata Yesu. Hebu nielekee, si ndio? Haya, wacha sasa uwe mwelekezi wangu hapa hivi. Unipe sasa mwelekeo. Kidogo ni tune hapa. Unataka tune. Sasa hiyo tuning wakati anaendelea kufanya hivyo, anatafuta ule mvuto ambao unafaa. Hiyo ndio sababu ulikuwa unasikia anataja harmony. Harmony ni ule mvuto ambao unafaa. Sauti ziwe zimepangana, zinaendana kwa laini. Ndio wakati ambapo mtu atakuwa anaimba kusikue na kule kupitana kwa sauti. Mvuto ambao unatokea kwa wimbo. Sasa naanza namna gani? Sasa wewe unaanza kwa kuimba. Nimekupata Yesu. Kupe tune. Nipe tune. Nimekupata Yesu. Sasa niende sawa? Uko sawa? Niko sawa. Kupata. Unaweza anza?
Nimekupata Yesu, nimekupata Yesu, nimekupata Bwana, sitahitaji tena. Wewe hitaji langu, kimbilio langu, endeleo langu katika hali zote. Natamani nitembee katika upendo wa Bwana, upendo wa kimbingu pekee unimula upe. Hiyo ni sauti gani sasa? Mniambie sasa. Ndugu yangu simamisha gita pale. Nilisema kwamba anakupa wimbo alafu ajaribu sasa atake kuona hiyo ni gani. Mimi naimba gani sasa? Asante. Kulingana na jinsi tumesikiza hiyo sauti ambayo imekuja ni kidogo tena, kidogo bass. Sasa kuna sauti tulisema, sauti ya kwanza kwa upande wa kina dada ilikuwa inaitwaje? Sauti ya kwanza ilikuwa ni soprano. Soprano. Haya, kwa hivyo hiyo sauti soprano kuna kitu inaitwa octave kwa uimbaji. Hiyo soprano ukiimba kwa sauti ya octave ya chini ni sauti ya mwanaume, inafanana na soprano. Umeimba kama soprano lakini umeimba kwa kimwanaume. Nimeimba kimwanaume. So, tunaita male soprano. Male soprano. Yeah. Ni kama soprano ya kawaida lakini umeimba kwa sauti ya mwanaume. Ya mwanaume. Umeimba octave lower. Sasa ukiimba kwa sauti ya chini hivyo ni kama umeimba tu soprano, lakini mwanadada angekuwa hapa akiimba soprano alafu wewe uimbe vile umeimba, sauti zenu zingekuwa zingeendana. Wewe mdada usinitishie pale bwana. Mimi bwana, mimi naimba soprano bwana. Wewe sawa. Alafu kuna umuhimu gani katika uimbaji? Unajua mtu huwezi amka tu hivyo leo useme mimi nataka kuimba, nataka kuwa msanii pale. Lazima kuna hiyo umuhimu Kuna kitu ambacho kinakusukuma zaidi uweze kuimba, na unajua nikifanya hivi itafanya hivi, nitanisaidia hivi na hivi. Kwanza wewe binafsi, sasa tuanze kwa wewe binafsi kabla hatujaenda kwa huyo mtu wa pili, si ndio? Wewe inakusaidia vipi binafsi wewe? Mimi haswa nilikuja kupenda mambo ya uimbaji kwa sababu mara kwa mara huwa inaniepusha na mambo mengi. Pengine nilikuwa naingia shughuli zingine, kuna shughuli nilikuwa naingia ambayo haifai. Kwa mfano nilikuwa naingia kwa mambo kama bad company sana, naweza sema bad company. Nikiwa free sana naweza ingia huko kwa urahisi, lakini uimbaji muda mwingi sana huwa natumia muda mwingi kufanya mambo yangu ya uimbaji, ya muziki. Kwa hiyo inaweza kusaidia. Sasa mimi imenizuia sana kwenda kwa hiyo mambo ya hiyo bad company sana. Alafu kitu ya pili mawazo sana, huwa najipata tu muda mwingi. Kwa hivyo unasema kwamba this is like your leisure, si ndio? This is my... Unajua kuna swali ilikuwa inakujanga hapo ukiwa primary pale. Swali ya CRE ati during your free time what will you do and don't forget there was a time also they were asking as a Christian. As a Christian? Yes, as a kama Mkristo. Utafanya vipi? Your free time ni kucheza hii? My free time ni kucheza hii. Wengine free time yao ni kusakata kandanda. Wengine ni kutembelea marafiki, si ndio? Na hivyo. Kwa hivyo during your free time unacheza hii. Kwa hivyo umesema inasaidia sana. Hata huwa sioni vile muda unaenda. Inasonga tu. Muda huwa inasonga tu. Ina flow. Siku zinasonga. Sawa. Alafu ulikuwa unaendelea unasema manufaa mengine? Ulikuwa unaongelea kuhusu stress, ndio? Stress hauwezi kuwa na mawazo mingi kwa sababu hata hiyo muda hauna. Kama umeingia kucheza hapa, unaimba, unacheza. Unajipata muda umesonga. Pengine kuna kitu ungekuwa idle mind, ungekuwa umeanza kufikiria kuliendaje, pengine dema alikuwa to break hapo vibaya sana. Sasa wewe ungekuwa unamfikiria, lakini sasa hapo ukikuja kucheza hii, ukienda kupumzika, muda umeenda, umesahau. Ndio nilipata siku moja mkisi mmoja akaniambia kwamba
kuna wimbo inasema ati amatera neriogo. Amatera neriogo. Akasema kwamba utaenda kutafuta wakati wako ukiwa free. Ati wimbo unaponya. Upande huyu mtu wa pili sasa, wewe tumekuja kuona imekusaidia, imekuondolea stress, wacha tusaidie wewe mwingine pia. Inamsaidia vipi nyimbo? Nyimbo inaweza yule ambaye anasikiliza. Wimbo yule ambaye anasikiliza kuna ujumbe ambao unatoka katika wimbo anaosikiliza. Huo ujumbe unaweza kuwa ujumbe ambao unamtia moyo. Huenda mtu pengine ako chini kidogo, kuna kitu imemsumbua, kuna stress, lakini akisikiza wimbo fulani roho inaanza kutulia, anaanza kusahau pole pole. Bana, unajua kuna mwimbaji mmoja siku moja aliimba hati kwa hiyo ulimwengu ambao kuna changamoto sijui nini, changamoto ziko mingi, hati afadhali mimi nijiue bwana. Na ikapata jamaa bwana alikuwa na stress kibao bwana, akakuja kusikiliza huo muziki hati ili ajitoe uhai bwana. Wimbo inamwadvise hivyo, jamaa akajitoa uhai. Kwa hivyo nakubaliana na wewe kwamba wakati mwingine unaposikiliza nyimbo kuna ujumbe ambao inapeana, na kama ni ujumbe mbaya inaweza kukuaffect zaidi na zaidi. Alafu tena ndugu yangu, kuna changamoto labda ambayo unapitia kwenye sanaa yenu ya muziki? Pengine kabla uingie hapo, wimbo pia, wimbo ukisikiza wimbo pia inaku-affect pia, inaweza kuku-affect hata body, inaku-affect hata mwili. Kivipi? Unaposikia wimbo fulani, wimbo ukiwa na mdundo fulani, unasikia umeanza pole pole, umeanza kushtuka pole pole. Umeanza kwenda pole pole. Kushtuka. So it affects your body. Nilikuwa rhythm ya wimbo. Asante sana. Nilikuwa nauliza labda changamoto ambazo unazipitia kama waimbaji. Changamoto ambazo tunazipitia, changamoto kubwa sana. Kuna hii mambo ya capital. Inaweza kuwa unajua kucheza instruments kadhaa, lakini hauna fedha ya kuweza kununua yako ndio uweze kuendelea kukuza talanta yako. Na pia pengine ungetaka kufanya recordings zako, lakini upungukiwe na pesa. Mihela naye inakuwa balaa. Ndugu yangu, unaweza kuongezea pale changamoto ambazo mnakumbana nazo? Labda kwa kuongezea pale ni jinsi yule anayepokea wimbo ataipokea. Lakini mara mingi na muda mwingi ukiangalia sana, kwa mfano saa hizi Diamond akija hapa atoe wimbo na sisi pia tutoe wimbo kwa wakati mmoja, utapata kuelewa ya kuwa nyimbo nyingi ambazo zinasikizwa ni zile ambazo Diamond atatoa. Kwa hiyo kupata wafuasi pia wakati mwingi huwa ni changamoto. Kwa hiyo unapata wimbo ukitolewa kama ni ya dunia watu hupenda sana, sijaelewa ni kwa sababu gani. Labda tutapata wakati siku moja tuje tuangalie ni kwa sababu gani. Wimbo wa dunia ukitolewa unakuwa na wafuasi wengi kushinda wimbo wa Mungu. Wimbo wa Mungu ukitolewa wale wanaopokea ni wachache sana, na wanaipokea kwa ukweli wachache sana. Sasa changamoto ambayo tunayo, kuna kukinzana kwa nyimbo, competition. Competition about the sacred song and the other song we call it secular song. Those ones. So hiyo competition iko high. Wimbo wa Mungu una wafuasi wachache, alafu wimbo wa dunia wafuasi wengi. Hizo ndo baadhi ya changamoto. Pengine kuongezea changamoto nyingine ni kwa wale ambao wanajaribu kutaka kukuza talanta yao. Kuna changamoto ambayo ni kubwa pia, ambayo inaleta heartbreak. Unaweza kuwa umeanza kujifunza, acha nitumie mfano, kujifunza kucheza instrument. Na wakati ambapo unaanza hizi instruments nyingi kati
ya hizo huwa inakuwa changamoto, ni ngumu kidogo ukianza. Sasa ukianza, wakati ambapo unaanza unakuta wengi wanafika mahali wanataka kukata tamaa, anaona kitu kubwa ngumu. Mfano mimi mwenyewe wakati nilianza kujifunza hizi instruments, aswa gitani, karibu niwachane nayo mapema. Ilifika mahali unasikia unaanza kushika pattern zile, mikono hata ni kama haiwezi kushika. Sasa ukishika haishiki, inakaa ngumu, inakuwa balaa. Mkono unataka kukwamilia tu ibaki hapo. Mkono unataka nitoki. Unataka kuvunja mkono, ni kama unataka kuvunja mkono. So unaenda mpaka nafikiria. Inakupea that break, hata mtu anaweza aona acha ikae. Amwe kuachia hapo. Lakini inataka tu kuvumilia. So hiyo ndio changamoto kubwa sana ile naona, kuvumilia, unavumilia na kufanya more practice. Kwa hivyo kwa uimbaji nataka uvumilivu zaidi. Pia nataka uvumilivu zaidi ndio utaweza kuendelea. Uvumilivu na kujituma, si ndio? Unavumilia bwana, kama labda uko na kikundi pale hivyo, ati kuna changamoto inatokea kidogo tu hivyo unasema mimi sitaki hiyo. Unaona ushiki, mambo haiendi, unaamua kuacha. Unasema wacha iishe hivyo. Hapo sasa utaendelea. Nataka uvumilivu, sio? Labda kuna mtazamaji ambaye mwatazama akafurahia namna ambavyo mko hivi, maana kwanza mko presentable, kumbe hivi ndio waimbaji wanafaa kukua, si ndio? Waimbaji wanafaa kukua hivi, si ndio? Labda kuna mtazamaji amekuwaona pale, labda ana hiyo kipaji. Ungependa kukuza kipaji yake, kuinawilisha. Unamshauri vipi? Labda kumpa ushauri kama amegundua ya kwamba yeye ana huo msukumo, ana hicho kipaji, bila shaka kuna jinsi anaweza akashughulika ili kuweza kukuza kipaji chake. Asione ya kuwa na kipaji alafu akate tamaa, akose kuendelea. Hapana. Aendelee kutafuta wale ambao anaona wanaweza wakamsaidia kwa haraka ili aweze kuendelea kukuza hicho kipaji. Kumbuka, kwa kufanya hiyo shughuli anaweza akasaidia mtu fulani mahali. Pengine kwa kuongezea, muhimu sana ni hiyo kutafuta, unaweza tafuta rafiki ambaye anaelewa hayo mambo. Ukimpata atakusaidia. Alafu pia tuko na YouTube. Ukiingia YouTube na uende hapo Google kuhusu specific thing yenye unataka kujua, utapata maelezo, utapata hata mtu ametoa mafundisho hapo. Mafundisho iko mengi kwa hiyo unafuata tu na mambo inakuwa rahisi sana. Asante sana, tumeweza kufurahi kuwa pamoja nanyi. Na kabla muweze kuondoka hapa hivi, naomba, umesema mnaimba hymn, si ndio? Ni hymn ama tenzi, si ndio? Pia kuna utunzi pia. Kuna utunzi? Sasa mimi nataka mniimbie utunzi yenu sasa. Muimbe kidogo ili alafu tuambie watazamaji tu bye bye. Haya, sawa, imbe. So huu ni wimbo ambao nimeutunga hivi karibuni. Umeitunga mwenyewe? Na wakati ambapo unaitunga vipi? Unaitunga kwa namna gani? Manaki kuna watunzi ambao mimi nimekutana na wao, wanasema bwana, niliota jana ndo nyimbo fulani nilikujia, kisha wanaanza kuiandika. Aliota usiku. Anaota usiku. Inakuja kwa ndoto. Alafu anaweza amka tu hiyo time na anaanza kuinakili. Yako wewe inakuja kwa njia hiyo ama? Yangu sasa ni kama ni tofauti kidogo. Mimi huwa nikiketi mahali pametulia. Melody inaanza kuja kwa kichwa, naanza. Melody ndio nini sasa? Melody ndio tujue mbali. Melody sasa ni hiyo kitu kama kuna tune ya wimbo vile inaenda. Kuna wimbo melody sana ni sauti ile kama ya soprano. Hiyo ndio sauti huwa inakuwa kwanza kutungwa. Ndio hizi zingine zikuje kuongezwa kwa company boost hiyo sauti ya melody. Sasa hiyo melody ndio ya kwanza kutungwa. Sasa unapotunga hiyo melody, mimi wakati niko nimetulia tu mahali hakuna kelele, hata melody inaweza kuja kwanza, alafu message kuja baadaye, nianze kutafuta maneno sasa baada ya kuwa na hiyo melody. Kwa hiyo melody ni muhimu sana. Melody ni muhimu. Na kuelekeza.
Maneno utakuja ku drop pole pole tu. Maneno wana drop. Nikitoa wakati mwingine na nime drop lakini nimeweka lakini nakuja tena kuyatoa maneno hayo. Yeah. Inapendeza sana. Mpaka wimbo hii maneno ya oane. Oane. Yeah. So which is your latest song ambayo umeweza kujikomposia? Latest one ambayo hata ijaingia studio. Wimbo ambao nimeweza kukomposia. 1.5 weeks ago. Pengine ni tuonjeshe tu. Lakini bado iko naendelea kuimalizia malizia. Yeah. Sawa. Kwa hivyo acha nijaribu. Jaribu. Safari ya kuelekea mbingu imejawa na vikwazo tele. Tunapaswa kuvumilia mwishowe tukutane naye Mwokozi. Safari ya kuelekea mbingu imejawa na vikwazo tele. Tunapaswa kuvumilia mwishowe tukutane naye Mwokozi. Natamani kumwona Yesu aliyenifilia, alimwaga damu yake Kalvari niokolewe. Natamani kumwona Yesu aliyenifilia, alimwaga damu yake Kalvari niokolewe. Alimwaga damu yake Kalvari niokolewe. Wimbo imetulia sana. Muweze kubarikiwa sana. Shukrani. Muweze kubarikiwa sana. Tukipata nafasi nyingine tena sisi kama wana Omega Media tutaweza kuwakaribisha, alafu tutaweza kujadiliana tena. Jambo la mwisho kwa msikilizaji? Jambo la mwisho ningependa kusema kwa mtazamaji wetu. Ni tuweze kama uko na hiyo kipaji cha uimbaji ama uko na huo msukumo, usiweze kukata tamaa, jikaze. Siku moja utakuja kufikia mahali ambapo haujatarajia kufika. Utafikia mahali ndoto yako itakuja. Ndoto yako ni kubwa. Utakaa na wakuu. Asante sana ndugu Devi, jambo la mwisho kwa watazamaji wetu. Mtazamaji, mahali popote ulipo, mimi nikukutia tu moyo. Kando na uimbaji, labda kuna yule mtu ambaye anatamani kufanya jambo fulani na ameona kweli hilo jambo lipo ndani yake. Na huenda amekuwa akipitia changamoto kama zile ambazo tumetoka kutaja hapa, huenda anakosa fedha. Usinyamaze. Ukiwa na jambo, huwa wanasema ukiwa na jambo ukose kusema jambo hutafaidika na lolote. Lakini ukiwa na jambo na uliseme, bila shaka kuna yule mahali atakusikiliza na huenda ana uwezo wa kukusaidia. Kwa hiyo ukiwa na jambo lolote usinyamaze, zungumza. Mwisho wa siku Jalali mwenyewe ndo anajua.
atakutumia malaika zake, alafu utaokolewa kutokana na pale. Asante sana mtazamaji wetu, kwa niaba ya mpiga picha wetu siku zote ni Jibril Juma, nami ni wenu Brian Anjema. For now, bye bye.